Ndugu zangu katika imani, muda huu wa baina ya magharibi na isha tutakumbushana kuhusiana na ubora wa haya masiku 10 ya Dhulhijja. Ndugu zangu katika imani, misikiti mingi duniani kwa sasa wanatoa mawaidha mbalimbali na kuwahimiza Waislamu kiujumla kuhusiana na haya masiku 10 yaliyopo mbele yetu ya Dhulhijja, ubora wake, fadhila zake yanayopatikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watakaojipinda kufanya yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ni jukumu la tulabil ilm, wanafunzi, mashekhe mbalimbali, kutoa nasaha, kuwahimiza waumini, kuwakumbusha kuhusiana na ubora wa haya masiku 10. Lakini jambo la kusikitisha, baadhi ya maeneo katika miji yetu watu wako bize na mechi. La ilaha illa Allah. Watu wako bize na mambo ya mpira, hawana habari kwamba wanaelekea katika al-ayyamul fadilat, masiku bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wameghafilika, watu hawana habari. Ndugu zangu katika imani, hii ni khasara. Akhi al-karim, ndugu yangu, raaka Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi na kulinde. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an kuhusiana na habari za Nabiullahi Nuh alayhi salam kwamba ameeleza walabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kuhusiana na habari za mtume mwenzake Nabiullahi Nuh alayhi salam kwamba alifanya da'wa, aliwalingania watu wake miaka 1000 kasoro 50. Miaka 1000 kasoro 50. Qaumu Nuh alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa umri mrefu, miaka mingi ya kuishi duniani. Lakini Nabiullahi Nuh alayhi salam akawaambia ummati wake ya kwamba kuna nabii wa mwisho atakayekuja, ummati wake ni miaka 60, miaka 70. Qalla, ni wachache watakaozidisha zaidi ya miaka 70. Na tunashuhudia baadhi ya watu miaka 70 kuendelea, mtu anakuwa ni wa kuanuliwa. Asubuhi imefika, anatolewa ndani, anabebwa kama maiti, anawekwa nje na kiti chake, jua linampiga. Hata nzi ikija kwake ikademea mdomoni, hana uwezo wa kupeleka mkono na kuifukuza ile nzi kutokana na umri. Mtu amechoka, ametepeta. Inafikia baadhi ya watoto, baadhi ya wajukuu wanatamani afadhali babu yao au baba yao atangulie akhera, apumzike. Miaka 70, miaka 80, na ni wachache unasikia mzee fulani anakaribia kufikia miaka 100, yupo hoi, akilala kitandani utafikiri hamna mtu. Yani imebaki ni mifupa pamoja na ngozi, mishipa yote yaonekana, kichwa, macho yamekwisha dumkia. Mwanamke mmoja zama za Nabiullahi Nuh alayhi salam aliposikia hizi habari kwamba nabii wa mwisho
ummati wake utaishi duniani miaka 60, miaka 70. Yule mwanamke akasema, laiti ningelikuwepo katika huo umma, hiyo miaka 60, miaka 70 ningeimaliza kwa ajili ya kusujudu mara moja tu. Allahu akbar! Yani anasujudu miaka 60, miaka 70. Anashangaa watu wataishije kipindi hicho, miaka 60, miaka 70. Katika vitabu wameeleza, katika Israiliyat, mwanamke, sheria iliyopita, wanawake walikuwa wanakwenda makaburini kuzika. Mwanamke ameenda kwenye kaburi la mtoto wake kafa, analia. Anatokea mmoja katika manabii kipindi hicho, anamuuliza yule mwanamke, kwa nini unalia? Na mwanangu amefariki, ndio kaburi lake hili. Kafariki akiwa ni mdogo. Ndiye miaka mingapi? Amefariki akiwa na umri wa miaka 300. Miaka 300, mwanamke anasema mtoto wake ni mdogo. Allahu akbar! Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kutokana na umri waliopewa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, umri mdogo, tofauti na nyumati zilizotangulia, Allah subhanahu wa ta'ala akaupa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, badala ya kufanya matendo katika msimu fulani, katika mwezi fulani, matendo machache, ili wawe na thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika misimu hiyo kheri ni msimu wa Dhulhijja, ambao leo ni tarehe 29. Watu wanaangalia mwezi. Je, utaandama au hauandami? Kwa sababu mwezi wa Dhulqaada watu wanaufuatilia kwa ajili ya kujua mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao unaandamana, unafuatana na ibada ya hija. Watu wajue Arafa itakuwa lini, hija itaanza lini. Baadhi ya nchi wanakuwa makini. Sasa baadhi ya nchi ambazo zinafanya juhudi ya kuutafuta mwezi kwa vifaa vya kisasa, wakiwatangazia umma kwamba mwezi umeonekana sehemu fulani, waliopo nchi nyingine wao hawana habari za kuutafuta mwezi. Wao ni kukataa, sisi hatujauona. Hujauona mwezi, juhudi gani umezifanya za kusema kama mwezi haujaonekana? Ndugu zako Waislamu wa nchi fulani juhudi wamezifanya, kisha unakanusha inada kwa kibri. Huu ni msiba. Hawi sawa yule aliyefanya juhudi na ambaye amekaa. Kana sayuhum mashkura, miongoni mwa sifa za wacha Mungu, juhudi wanazozifanya kwa ajili ya kufuatilia na kuyaendea mambo mazuri ya kheri. Allah subhanahu wa ta'ala anafurahishwa na mambo kama haya. Ndugu zangu katika imani, katika misimu ya kheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka ni katika mwezi wa Dhulhijja. Haya masiku 10. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithi mashhur maarufu, pale aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba ma min ayyam al-amalu salih fiha
ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr, ashru dhulhijja. Hakuna matendo atakayoyafanya mja yenye ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yenye thawabu nyingi kuliko matendo atakayoyafanya mwanadamu katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Fadhila zake ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba radhiyallahu anhum wakashangaa, wanamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, yule atakayefanya jambo la kheri katika haya masiku 10 ya Dhulhijja anamshinda thawabu aliyekwenda jihadi? Kwa nini masahaba radhiyallahu anhum wamekimbilia kutaja jihadi, hawakutaja matendo mengine, hawakutaja hija, hawakutaja saumu ya Ramadhani, wamesema jihadi? Katika hadithi ya Miqdad ibn Ma'di Yakribi radhiyallahu anhu warḍah, anasema ya kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lishahid inda Allahi 6 khiswal, shahidi mbele ya Allah ana mambo 6. Yule shahidi aliyekufa vitani, jihadi fi sabilillahi, kwa maana ya jihadi sio unakuta kuna baadhi ya vijana Allah subhanahu wa ta'ala waongoze, wapo kwenye misitu ya Kongo wamejificha, katoto kadogo ni kafupi kama kinu, kapo na bunduki. Allahu akbar, Allahu akbar. Wakikutana na watu wa vijijini wenye wamekaa hawana matatizo, wakimwambia atoe shahada, mtu wa kile kijiji anasema hapana, mimi sikubali kuwa Muislamu, ule anachinjwa. La ilaha illa Allah, anachinjwa, alafu panga halina makali. Subhanallah, watu wanauchafua Uislamu, na Uislamu ni bari, uko mbali na vitendo kama hivyo. Jihadi kwa maana ya jihadi inafahamika katika upande wa sheria, hizo ni fujo. Na unakuta wanatoa rambirambi kwamba amiri wetu Abu Bakar al-Baghdadi tunafanya kazi nzuri. Majina ya kunia Abu fulani, Abu fulani, Abu Mus'ab az-Zarqawi, Abu nani, wanapeleka rambirambi kule. Vitu havifai ndugu zangu katika imani, lakini kwa sababu mtu amemezeshwa na hana ilmu ya kisheria, anaona ya kwamba ni sahihi. Kwa hiyo maswahaba radhiyallahu anhum wakamuuliza Mtume, hata jihadi haioni ndani katika ya masiku 10? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wala aljihadi fi sabilillah, hata jihadi lishahid inda Allahi 6 khisal, shahidi kaandaliwa mambo 6 na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza katika haya 6 anayoyapata shahidi, yughfaru lahu fi awwali duf'ati. Shahidi akipigwa risasi, akipigwa bomu, kafa, damu ikidondoka chini, madhambi yake yote Allah anafuta. Kwa nini tunaswali? Tunataraji Allah tusamehe madhambi yetu. Kwa nini tunatoa sadaka? Tunataraji msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa nini watu wanaenda kutekeleza ibada ya hija? Wanataraji Allah wasamehe madhambi yao. Kwa nini unamsaidia asiyejiweza? Kwa nini watu wanajenga vituo vya kulelea watoto yatima? Machokora wanatembea hawana wazazi, wanataraji radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Shahidi akiuawa, damu imedondoka chini, madhambi yake yote Allah subhanahu wa ta'ala anafuta. Jambo la pili analolipata shahidi, wa yura maq'adahu min aljanna, shahidi anaonyeshwa makazi yake katika pepo. Wewe ukifa sehemu yako ile pale. Allahu akbar. Na tunafanya kheri mbalimbali ni kwa sababu ya kutafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa shahidi analiona hilo, na masahaba wamekwisha mezeshwa tauhidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jihadi kama jihadi, dhirwati sanami lislam, ndiyo kilele cha mema ya Uislamu, jihadi fi sabilillah. Na ndiyo katika mji wa Riyadhi kuna baadhi ya vijana 11 walimfuata Sheikh Fauzani hafidhahullah kwamba wanamtaka ushauri watoke Riyadhi waende katika nchi fulani, kwamba wanakwenda kupigana jihadi fi sabilillah. Sheikh Fauzani hafidhahullah akawauliza swali moja, mnaswali swala ya alfajiri jamaa? Wakasema ya kwamba hapana. La ilaha illa Allah. Swala ya alfajiri jamaa hawaswali wale watu 11, hakuna hata mmoja aliyesema anaswali alfajiri jamaa. Kisha unataka kwenda kupigana jihadi hali ya kuwa una sifa miongoni mwa sifa za wanafiki. Yule atakayeacha kuswali jamaa swala ya alfajiri ana chembe za unafiki. Ebu ondoa hizo chembe za unafiki, uwe unawahi swala ya jamaa alfajiri msikitini. Akawaambia sioni ruhusa ya mimi kuwapa nyinyi kutoka. Ebu tengenezeni mahusiano baina yenu na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la pili ambalo shahidi analipata, anaonyeshwa makazi yake katika pepo ya Allah. Na ndio hadithi ya babake na Jabir ibn Abdullah ibn Haram radhiyallahu anhuma katika vita vya Uhud. Jabir radhiyallahu anhu akiwa na umri wa miaka 14 katika vita vya Uhud. Wanatoka Waislamu Madina wanaelekea Uhud. Madina kama Madina na eneo la Uhud. Eneo la Uhud lipo kando na mji wa Madina, kando na mjini. Yani takriban unatoka Mwanga unaelekea Kazegunga. Mwanga ndiyo Madina mjini, Kazegunga ndiyo sehemu ya Uhud. Babake na Jabir anafika pale, vita havijaanza. Anawaambia Waislamu ya kwamba nasikia harufu ya pepo. Allahu akbar, Allahu akbar, harufu ya pepo. Babake na Jabir anamwambia mtoto wake Jabir. Jabir ndo alikuwa mtoto wa kiume, waliobaki wote watoto wa kike, watoto takriban 7. Abdullah anamwambia mtoto wake Jabir, mwanangu, nasikia harufu ya pepo na nahisi, kwa maana nipo na yakini kama mimi nitauawa, nitakufa katika vita vya Uhud. Na kweli vita vimeanza. Baba yake na Jabir
radhiyallahu anhuma alikuwa miongoni mwa Waislamu wa mwanzo kuuawa katika vita vya Uhud. Vita vimekwisha, roho za shuhada zimepelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, viwiliwili vimebaki pale. Baadhi ya watu wanaanza kuchukua maiti, wanaweka kwenye mkokoteni, wanataka wapeleke Baqi kwenda kuzika. Mtume sallallahu alaihi wasallama anawaambia kwamba hapana, waliofia katika eneo la Uhudi wanazikwa hapa hapa. Makaburi yamechimbwa. Maswahaba wanamwambia Mtume, ya Rasulullah, ardhi ni ngumu, ikiwa hawa maswahaba 70 waliokufa kila mmoja achimbiwe kaburi lake, tutachoka sana, sidhani kama tutaweza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia kwamba chimbeni makaburi idadi kadhaa. Kaburi moja wanazikwa watu 2, kaburi lingine wanazikwa watu 3. Idadi ya makaburi ikawa ni chache. Katika mji wa Madina paliwahi kutokea mafuriko. Mtume sallallahu alaihi wasallam hayupo duniani, maswahaba hawapo, wamebaki wadogo wadogo, na wale maswahaba wadogo wameshakuwa ni watu wazima. Unajua maji, baadhi ya makaburi pakawa kuna mashimo, miili mingine inaonekana, likiwemo kaburi la baba yake na Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Jabir akaenda maeneo ya Uhudi, akaliona kaburi la baba, akatoa mwili. Baada ya kuzikwa pamepita miaka 45, ndiyo mafuriko yalitokea katika mji wa Madina. Jabir anasimulia alivyouona mwili wa baba yake baada ya miaka 45, upo vile vile kama siku aliyozikwa. Kaburi likachimbwa vizuri, akazikwa, akaweka michanga. Babake na Jabir kafa, yupo katika ulimwengu mwingine huko fil mala'il a'la. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Jabir ya kwamba Allah aliongea na baba yako wewe Jabir kafahata, bila pazia katikati. Ya Allah, bila pazia, sauti kwa sauti. Allah anamuuliza babake na Jabir, unataka nini? Hebu sema unachotaka, mimi Allah nipo tayari kukutekelezea. Babake na Jabir baada ya kuona neema za akhera, neema za peponi, neema za mashahidi, anamwambia Allah, nakuomba unirejeshe tena duniani nikapigane fi sabilillah. Allah anamwambia, nimekwisha tangulia kusema nafsi ikifa hairejeshwi tena duniani. Babake na Jabir anamwambia Allah, basi nifikishie salamu kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao wanaona uzito kupigana jihadi fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha ujumbe wa baba yake na Jabir katika surati Ali Imran, risala. Allah anasema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun
yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin. Hii ni message ambayo Allah ameituma, aliambiwa na baba yake na Jabir. Wale ambao hawajakutana na kundi la mujahidina waje wapambane, kuna mema huku, lakini ni jihadi kwa maana ya jihadi. Ndio maswahaba wakakimbilia kusema, ya Rasulullah, haya masiku 10 haya yanashinda jihadi, kwa sababu shahidi anaona mafikio yake aliyoandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kwanza, anasamehewa madhambi yake baada ya damu, tone la damu kudondoka chini, madhambi yake yote Allah anafuta. Jambo la pili, anaonyeshwa sehemu yake katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tatu, shahidi ananusuriwa na Allah kuhusiana na adhabu za kaburi. Adhabu za kaburini, shahidi Allah anamnusuru na swala kama hili. Jambo la 4 analolipata, wa yu'manu min alfaza'il akbar, siku ya Kiyama, misukosuko ya siku ya Kiyama, shahidi yeye atakuwa katika amani. Al-ahwal, misukosuko ya siku ya Kiyama haitowafikia mashahidi. Siku ya Kiyama, yauma yaj'alu alwildana shiba, watoto wadogo wana nywele nyeusi kwa sababu ya misukosuko ya siku ya Kiyama. Nywele zinabadilika, zinakuwa na mvi, lakini mashahidi wapo katika amani. Siku ya Kiyama, watara nnasa sukara wama hum bisukara walakinna adhab Allahi shadid. Utaona watu wanayumbayumba, utafikiri wamekunywa, wamelewa, lakini hawajanywa. Ni misukosuko ya siku ya Kiyama. Wenye mimba zinaporomoka, lakini mashahidi wapo katika amani. Wewe unamuona kafiri anapita na begi lake, unampangia mbinu, unamkaba, afu mwingine anachukua begi anakimbia, kwamba ndio jihadi fi sabilillah. La ilaha illa Allah. Afu ukizipata zile pesa unaenda kununua simu. Ya subhanallah, hamna vitu kama hivi. Jambo lingine ambalo shahidi anapata, wayudhau ala ra'sihi tajul waqar, siku ya Kiyama, ikiwa mambo ya duniani, yule aliyefaulu katika jambo fulani katika mambo ya duniani anaandaliwa hafla, ima ni serikali au ni taasisi fulani. Fulani ndiyo wa kwanza, fulani ndiyo kaiwakilisha nchi, amerejea, ametoka wa kwanza, anafanyiwa hafla, anavalishwa taju duniani. Kama ni medali, mtu anavalishwa, anapewa medali ya dhahabu, ima anawekewa shingoni au anavalishwa kichwani. Siku ya Kiyama, almujahiduna, waliokufa katika jihadi, Allah subhanahu wa ta'ala atawavalisha taji. Madini sio ya duniani, unaanza kuchimba. Allahu akbar. Al-yaqut anavalishwa,
kwa heshima na taadhima kwa kazi aliyoifanya duniani. Muangalie Jafar at-Tayyar, Jafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, kaka yake na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kazaliwa Makka, kafia wapi? Kafia Muta, Sham, katika mwaka wa 8 Hijiria. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema katika vita vya Muta nilikuwepo, tuliuangalia mwili wa Jafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuanzia miguuni hadi kichwani. Tumehesabu majeraha aliyopata zaidi ya 90, zaidi ya 90. Mwili mzima ni majeraha makubwa. Anashika bendera na mkono mmoja, mkono mwingine ameshika panga, anapambana. Anatokea kafiri, anaukata mkono ambao unapanga, amebaki na mkono mmoja na kipisi cha mkono, damu zinatoka, lakini hajali. Kile kipisi ndio anachukua bendera, anaibana na kile kipisi, yule mkono uliobaki anapambana. Anatokea kafiri, anakata mkono uliobaki, vimebaki ni vipisi viwili. Anachukua bendera, anaikumbatia na vipisi viwili vya mikono. Anatokea kafiri, anakuja anampiga panga la kiunoni. Bendera kabla haijadondoka anaishika Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu warḍah. Jafari kafa, hana mikono. Mtume sallallahu alayhi wasallam yupo Madina, anawaambia maswahaba, picha anaonyeshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, vita vinaanza. Kachukua bendera zaidi kauawa. Istaghfiru li akhikum, muombeni msamaha ndugu yenu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bendera kaishika Jafar, vita vinaendelea, Jafar kauawa. Istaghfiru li akhikum, muombeni msamaha ndugu yenu. Bendera ameshika Abdullah ibn Rawaha, vita vinaendelea, Abdullah kauawa. Anatokea mmoja katika maswahaba akashika ile bendera. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia maswahaba, Abdullah ibn Rawaha naye kauawa. Waislamu wakajipanga. Yule sahaba aliyeshika bendera akamkabidhi bendera Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu warḍah, akaishika ile bendera, kumwambia Khalid, wewe ndio una haki. Khalid akapanga jeshi vizuri, na kila mmoja ana mauhiba, ana jambo ambalo amepewa na Allah tofauti na wengine. Yule mwenye lile jambo atangulizwe, ndio fani yake. Na wewe ambaye huna uwezo kusimamia lile jambo, hebu kaa pembeni, wape wanaostahiki wasimamie lile jambo. Lakini baadhi ya maeneo pakitokea mabadiliko ya uongozi, unaona watu namna wanavyobadilika. Kama ni kuhama msikiti, mtu anakwenda anaswalia msikiti mwingine. Kama alikuwa anakusaidia, baada ya mabadiliko hakusaidii tena. Unaona ya kwamba yeye alikuwa ni mtu wa maslahi ya kidunia, si kwa ajili ya Allah. Lakini kabla ya mtihani tulikuwa tunamuona ni mtu wa kheri, lakini baada ya mtihani kumbe yupo hivi. Allah anadhihirisha yale yaliyojificha. Tamhis,
na usiiambie nafsi yako ya kwamba wewe una imani sana, mpaka mtihani ukufikie ndio watu watajua. Ndugu zangu katika imani, jambo lingine ambalo shahidi atapewa na Allah siku ya Kiyama, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa yuzawwaju 72 min al-hur al-ain, yule shahidi Allah atamuozesha wanawake 72 mahuru al-ain. Wama adraka mahuru al-ain. Allahu akbar. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, laiti mwanamke mmoja wa peponi mahuru al-ain angelichungulia katika hii mbingu ya dunia hii mbingu ya kwanza duniani, pangelikuwa na harufu nzuri. Mwanamke mmoja tu kutazama tu, ndio duniani kule harufu nzuri. Sasa Allah angemteremsha, Allahu akbar. Na ndio maana mahuru al-aini wana wivu wa hatari. Akitokea mwanamke hapa duniani akamuudhi mume wake, huru al-aini anasema maneno makali kumwambia mwanamke wa duniani, wewe acha kumuudhi mume wetu, la ilaha illa Allah, acha kutuudhia mume kwako, yupo kwa muda tu, ataondoka kwako, tunamsubiri huku. Wanawake 72 mahuru al-ain. Wewe una mke mmoja tu unapiga bomba, una nguvu 72. Allahu akbar. Katika surati Yasin Allah anasema, inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, siku ya Kiyama wale wanamume watakaoingia peponi, kazi watakazozifanya peponi ni kuvunja mabikra. Wewe ukioa hauonekani msikitini wiki nzima, unatembea mgongo umepinda, ndio na mke mmoja, unaulizia dawa za kuinama. Wanawake 72 mahuru al-aini. Tena wanawake wenyewe Allah amewataja ndani ya Qur'ani katika surati Amma, surati Naba, wa kawaiba atraba. Hakuna mwanamke atakayeingia peponi akiwa na maziwa ya kulala yameshatepeta kama soksi. Hakuna, ni fujo hizo. Kawaiba atraba, matiti yamesimama. Unaona kuna baadhi ya maumbile ya wanawake maziwa makubwa mpaka yanafika kwenye magoti. Mtu amebeba mtoto mgongoni, ziwa analitupa huko, mtoto ananyonyea huko. Hizi ni fujo na hakuna vurugu katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mashahidi kama mashahidi, ndugu zangu katika imani, wanaangalia haya mambo yote haya, ndio akamwambia Mtume, yeyote atakayefanya matendo mema katika haya masiku 10 shahidi hamfikii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hata shahidi hamfikii. Allahu akbar. Unashindwa kuelewa haya masiku 10 kuna siri gani ndani yake mpaka hata shahidi haingii. Jambo lingine ambalo shahidi anapata siku ya Kiyama, anapewa kibali na Allah. Shahidi awaombee watu 70 katika familia yake,
walikuwa wanatakiwa waanze kuingia motoni waadhibiwe, lakini anawaombea msamaha na Allah anakubali msamaha, wanaingia peponi moja kwa moja. Sasa hizi fursa ndugu zangu katika imani, au haya mambo ambayo anayapata shahidi, ndio wakasema maswahaba, ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, hata yule aliyekwenda jihadi hamfikii fadla ubora atakayefanya mema katika haya masiku 10. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wala aljihadi fi sabilillah. Mwanamke yupo nyumbani, mke wako kila siku anapika, lakini haya masiku 10 atapopika chakula fadhila zake ni kubwa. Kila siku mke anatandika, lakini haya masiku 10 atapotandika nyumbani kwake, atapoosha vyombo, jambo lolote la kheri akifanya, fadhila zake ni kubwa. Na wewe mume kila siku unaemea, lakini haya masiku 10 haya ukiemea, fadhila zake ni kubwa. Tusighafilike ndugu zangu katika imani. Na wanaeleza wanachuoni, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hii hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alipotaja amalun salih ameacha mutlaka, hakusema ni jambo fulani na jambo fulani, kaacha huru watu washindane, kwa sababu wote tuwezi tukalingana kufanya jambo la kheri moja la kufanana. Hapana. Katika haya masiku 10 kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawaelekeza kusoma Qur'an. Mtu ataiambia nafsi yake, ndani ya haya masiku 10 nataka nimalize Qur'ani yote. Kuna mwingine ataiambia nafsi yake, ndani ya haya masiku 10 nitayatumia kwa ajili ya kutoa sadaka kila siku. Haya masiku 10 nataka nimtendee wema sana mzazi wangu aliye hai, tofauti na siku za kawaida. Kwa hiyo kila mmoja, kuna yule atakayeiambia nafsi yake, Allah naomba unijalie ndani ya haya masiku 10 nisichelewi takbiratul ihram, imamu akisema Allahu akbar nipo nyuma yake. Kuna yule atakayeiambia nafsi yake na kumwomba Allah msaada, Allah nijalie katika haya masiku 10 sunna za kablia na baadia nisizikose, zisinipite. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tushindane. Ndio wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, ni katika mambo ya kheri, misimu ya kheri kama hii ya Dhulhijja. Ni wangapi ambao hapa katikati Allah amewachukua, tena tunaowajua, ndugu zetu wa karibu, Allah mnaotanguliza akhera, mimi na wewe Allah ametuacha. Tufanye yaliyokuwa mazuri ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo hadithi hii ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wanachuoni wameitafsiri, wameeleza mengi katika mambo ya kheri mengi. Lakini kuna msemo wa Kiswahili unaosema kwenye miti hakuna wajenzi. Wakati mwingine haya maneno yanakuwa ni sahihi, japo sio kaida ambayo ni muttafaqun alayhi. Kuna baadhi ya maeneo kuna miti na watu wananufaika na ile miti, kwa maana kwenye miti hakuna wajenzi, kwa maana misimu ya kheri imefika, wewe haujishughulishi na jambo lolote la kheri. Hii ni hasara, kuiambia nafsi yako ya kwamba sina la kufanya. Huu ni msiba. Kuna adhkari hazihitaji udhu, adhkari hazihitaji kuelekea kibla, unasema huna la kufanya. Hapana,
una pesa lakini ulimi wako ungali hai, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala, kithirisha istighfar, adhkari mbalimbali, taja majina ya Allah, kumswalia kwa wingi Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Mambo ya kheri ni mengi ndugu zangu katika imani, na kuna wale wanaziambia nafsi zao katika haya masiku 10 mimi nitakaa zangu msikitini. Kuna wengine wanaziambia nafsi zao katika haya masiku 10 nitajitahidi na kumwomba Allah nisimteti mtu, nisisemi uongo. Na kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masiku Allah anawaelekeza katika kufunga. Kuanzia tarehe 1 mtu anafunga hadi tarehe 9 siku ya Arafa anaikamilisha. Wewe kama wewe ndugu yangu Muislamu, hebu iulize nafsi yako, katika haya masiku 10 itafanya jambo gani la kheri? Upo katika kundi gani? Fanya mikakati na mapema, pangilia mambo yako, muonyeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Haya masiku yasiondoke hujavuna vya kuvuna, itakuwa ni hasara. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na kuhusieni mara nyingine pamoja na kuihusia nafsi yangu, siri ya mimi na wewe kuyafikia haya masiku 10 anaijua Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu tungali wazima, maadamu tunapumua, alhamdulillah, siha, afya ya kutosha ipo, kila mmoja jitahidi. Unajua hili ni la kheri, lipo ndani ya uwezo wangu, fanya kwa wingi. Haya masiku mambo ya kheri hayana mfano, hayalinganishwi na masiku mengine. Tushindane ndugu zangu katika imani, katika haya mambo ya kheri, na Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba biasmaihi alhusna wa sifatihi alula atuwafikishe katika haya masiku 10 tufanye yaliyokuwa ya kheri. Allah tunakuomba katika haya masiku 10 tupe taufiki ya kufanya yaliyokuwa ya kheri. Allah katika haya masiku 10 tunakuomba Allah utupe taufiki ya kufanya yaliyokuwa ya kheri. Huu ulikuwa ni ukumbusho na nasaha fupi ndugu zangu kuhusiana na haya masiku 10. Tutaishia hapa, kukumbushana ni mengi lakini haya yanatosha. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifati alula atupe afya na nguvu za kumwabudu kwa usiku na mchana. Allah subhanahu wa ta'ala tudumishe katika ibada, Allah tufishe tukiwa ndani ya ibada, Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa katika kundi la wafanya ibada. Pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe waislamu waliotangulia mbele ya haki. Allah jalia kaburi zao kuwa bustani katika bustani za peponi. Wale waliokuwepo katika neema Allah wazidishie neema, na wale waliokuwepo katika adhabu Allah waondolee adhabu, na sisi tuliokuwa hai Allah tunakuomba tupe husnul khatima. Allah tunakuomba tupe husnul khatima. Allah tunakuomba tupe husnul khatima. Allah tufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.